vidogo vidogo tukiatia pale mvua nini. Nafikiria mpaka mwezi wa itakuwa imeisha kila kitu. Hii chungu kabisa hapo maeneo yote ilikuwa limekata na kolongo. Resho ya kumwaga nzege ya chini, resho yake naona ni ndogo, ndio maana maji yakichimbua kidogo yanakuta udongo. Ili barabara hii iwe imara, lazima resho ya chini iwe nyingi kidogo, na iwe kali kidogo, ili maji hata yakipita kwenye ule mfereji yasiasili kwenda kukuta udongo wa chini. Outlet ya maji hapa, hii barabara iko kwenye steep, yani maana yake iko kwenye mlima mkali. Kwa maji yanavyotoka yanaingia barabarani, yanaingia kwa pressure kali. Kwa hiyo pressure, hata kama ina depend na ratio ya huo mtaro, kama ratio ilikuwa partial, ile pressure ya maji lazima itachimba na kutoboa na nini ile base ya ule mtaro ya chini pale. Kwa hiyo mimi nashauri hii mitaro kwa upande wa juu inabidi ongezewe base standard ya ratio nzuri. Hata kama maji yanatoka kwa pressure kali, yakute base pale iko vizuri, haiwezi kupercolate na kuweza kuvunja hiyo base. Shauri na tutafanyia kazi kama ambavyo wajumbe wameshauri, lakini observation ni kwamba maeneo mengi tunazingatia ratio. Hii concrete tunaweka hapa ni grade 20. Nafikiri kitaalamu ile 1 to 4. Nafikiri ni nzuri, tukipima ile unaikuta iko hivi. Maeneo mengi ambayo tumeona yana changamoto hiyo ni yale ambayo tulikuwa tunafanya kazi. Fika mchana kama saa hizi bado vizuri, fika mchana mvua inanyesha. Kwa hiyo ina wash out ile zege. Lakini ukiangalia mheshimiwa mwenyekiti, maeneo ambayo yale tulimwaga na hapa kutokea mvua, hiyo athari huwezi kuiona. Kwa hiyo tunachukua kwa ushauri, tunachukua na tutafanyia kazi ya maeneo yote ambayo yana changamoto. Kwa maana ya dharura, tumeona upande huu wamefanya jambo jema, wametengeneza mfereji ambao kimsingi na kwenda kupitisha maji sehemu sahihi na kuzuia uharibifu wa barabara. Ila upande wa pili sijaona kitu kama hicho. Je, kuna mpango wote wa kujenga mfereji kama huu ambao umejengwa upande wa huko? Mpango wetu ni kuna baadhi ya maeneo kama ambavyo tumeona, kuna maeneo hayahitaji kabisa mfereji na kuna maeneo yanahitaji mfereji. Kwa mfano kuanzia pale uwanjani kwenda kule kuunga barabara kubwa ya TANROADS, tutajenga mfereji pande zote mbili. Na ule unaunganisha pale kutoka kwenye caravans, kwa tutatoka pale tunakwenda upande wa pili. Maeneo mengine ambayo hayahitaji mfereji, maana hakuna maji, tutafanya protection. Badala ya kujenga mfereji tunafanya protection ili kuzuia uharibifu wa barabara matabaka ya tuseme ya lami. Nataka niulize kidogo kwa mhandisi wa dharura. Hii barabara tumeiangalia toka mwanzo mpaka tunaelekea mwishoni. Mimi nilikuwa nataka kujua tu kwamba hii barabara ilianza lini na itakamilika lini, kuondoa usumbufu ambao mimi nimeuona kwa macho yangu kwamba kwa wakati huu mnavyoendelea kuitengeneza na msimu huu ni wa mvua, bado inaendelea kubomoa zile sehemu mnazozifanyia kazi. Sasa je, kama wewe mtaalamu na ni mhandisi, unatuambia nini kuhusu utekelezaji? Utaendelea ama utasubiri mpaka mvua isimame? Sasa barabara yetu kama nilivyosema mwanzo, tumeitengeneza kwa awamu 3. Na awamu tuliyopo ndio awamu ya mwisho, kwa maana ya kujenga hii mitaro ya kutolea maji. Changamoto tunayokutana nayo sasa hivi ni kweli mvua inanyesha, na sisi tunaendelea kupambana nayo kwa kadri inavyowezekana kuhakikisha kwamba sasa tunatatua hili tatizo la ujenzi wa mitaro kwa kadri ambavyo hali inaweza ikaturuhusu. Kwa hiyo kuhusu kumaliza, ndio kama nilivyosema hapo, tunafikiria mwezi huu wa pili kama mambo yatakuwa mazuri na hali itatulia, tunafikiri tutakuwa tumemaliza hizi item zote za drainage na kusafisha barabara yote na kufanya zile clearance na kurekebisha maeneo yote ambayo yalikuwa na changamoto. Kwa kifupi, mheshimiwa mwenyekiti, tulitekeleza mradi kwa awamu 3 na hii tunayomalizia sasa hivi ni awamu ya mwisho. Kwa hiyo mpaka mwezi wa 4 hapo Mungu akipenda tutakuwa tumemaliza. Kuna changamoto nyingi ambazo tumeziona, lakini nadhani wajumbe wote wa kamati ya siasa wameweza kutolea maelekezo. Kwa mimi kama mwenyekiti wa chama, nachoweza kusikiza cha msingi kikubwa ni kuyazingatia haya maelekezo ambayo wajumbe wa kamati ya siasa wamefanya, ndio wameyasema, kwa maana ya kuendelea kuboresha mitaro, lakini kwa upande mwingine maeneo ambayo yanatakiwa kufanyiwa marekebisho yafanyiwe. Kama hapo tumeona pembeni hapo jirani kwamba lazima mjaze mweke dumping, kwa maana kuongeza kifusi ile kuleta uwiano wa barabara inayotoka chini pamoja na barabara yetu hiyo. Hiyo itakuwa na faida mbili. Faida ya kwanza itakuwa kulinda barabara yetu ya lami, lakini faida ya pili itakuwa kwa ajili ya kuhudumia watu wetu kwa maana asilia. Kwa nadhani mlizingatia hilo. Na kwenye maeneo mengine sana sana upande wa pili, maana mwenyewe kutokana na maelekezo ya engineer, mitaro inatengenezwa kwa ukubwa upande wa chini
kuna baadhi ya maeneo yatatengenezwa mitaro na maeneo mengine mnaweza ukaweka nani stitch stone kwa maana kuhakikisha kwamba barabara inakuwa imara. Pokea maelekezo na sisi tutaendelea kuwasimamia TARURA ili kuhakikisha barabara hii inamalizika kwa ubora unaostahili na kuendelea kuwahudumia wananchi wa Tunduma, kwa sababu hii ni solution vile vile ya kuondoa msongamano huu. Lakini niombe vile vile watumiaji wa barabara hii wazingatie vigezo na kanuni za barabara, kwa sababu barabara hii hairuhusu kupita magari yenye uzito zaidi ya tani 10. Top Health Care Dispensary ni kituo bora kinachotoa huduma za afya kwa weledi mkubwa mjini Tunduma. Kinatoa huduma za dawa na kimaabara kwa wagonjwa wa nje. Tunapokea wenye bima na wasio na bima. Pia kuna huduma ya mama, baba na mtoto, yani RCH. Kituo chetu kina duka kubwa la dawa maarufu kwa Dr. Mnyone kwa wagonjwa mbalimbali. Tunatoa huduma muda wote wa siku 7 za wiki. Tunapatikana Kisimani, katikati ya mji wa Tunduma, mtaa wa Tukuyu, barabara ya Riamba. Ili kupata maelezo, piga simu namba 0745-884-127 au fuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram Hope Dispensary. Nyote mnakaribishwa.